Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, leo tunakumbushana kwa nini tunatakiwa tuweze kuomba mwisho mwema. Kwa nini tunatakiwa tuweze kuomba mwisho mwema? Watu wengi walifanya ibada vizuri tu, lakini bahati mbaya mwisho wao ukawa ni mbaya. Na kuna baadhi ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa katika mtihani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia mwisho wao ukawa ni mzuri. Miongoni mwetu hakuna mtu ambaye anafahamu mwisho wake. Hakuna. Huenda leo mtu akawa ni mbora, lakini mwisho wake ukawa ni mbaya. Na huenda mtu akawa ni mbaya leo ila mwisho wake ukawa ni bora. Kwa hiyo ni jukumu letu kuweza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuturuzuku kuweza kupata mwisho mwema. Ni jukumu letu kuweza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia mwisho mwema. Siku zote matendo huwa yanazingatiwa mwishoni. Na ndio maana unakuta mtu anaposoma kipindi cha katikati hakuna mtu ambaye anemsumbua, lakini yanapotoka majibu, yanapotoka matokeo, kila mtu anatamani kujua kafaulu au amefeli. Lakini katikati ya masomo hakuna mtu ambaye alikuwa akimjulia hali inayohusiana na masomo yake, ila alipofika tamati kila mtu anatamani kujua amefaulu au amefeli. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatima, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatima, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatima. Tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema, basi tujitahidi vidole vyetu kutowaonyeshea watu wengine kwamba yule anafanya hiki motoni. Tujitahidi kutotoa hukumu za moja kwa moja kwa ndugu zetu, kwamba huenda yule ambaye unemtolea hukumu akabadilika akawa ni bora kuliko wewe, akawa ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ambaye uletoa hukumu ukawa ni kiumbe muovu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema, basi tuhakikishe hatutoi hukumu kwa ndugu zetu. Haki yako kwa ndugu yako ni kuweza kumkumbusha, ndugu yangu unafanya kitu fulani hakifai, kwa mujibu wa dini kinasema 1, 2, 3. Lakini haifai kuanza kumwambia kwamba maneno mabaya, kwamba unachofanya hiko wewe ni moja kwa moja motoni, wewe hivi, wewe kadha, wewe kadha, wewe kadha. Hapana, bali tuna wajibu wa kukumbusha na sio kuhukumu. Kuna tofauti kati ya kukumbusha na kuhukumu. Kukumbusha ni kwamba umemwona ndugu yako ameteleza na ukamkumbusha kwamba ndugu yangu, utapeli haufai, uizi haufai, uzinifu haufai, kwa mujibu wa dini unasema 1, 2, 3. Lakini kuhukumu ni kwamba wewe ni kadha na utakwenda motoni, wewe ni kadha na utakwenda motoni, kana kwamba wewe ndiye mmiliki wa huo moto, kwamba ukitoa kauli yako basi huyo mtu atakwenda motoni moja kwa moja. Sasa maneno kama haya ni maneno yanayozaa kiburi. Maneno kama haya ni maneno yanayozaa kiburi, na
Kiburi ni miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo sifa hiyo hatakiwi kuivaa binadamu yoyote. Ni sifa ambayo ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapotoa hukumu, Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha hiyo hali, kwamba kwenye hali mbaya akakuweka wewe ambaye unajiona bora, na kwenye hali nzuri akamweka yule ambaye wewe unamuona ni mwovu. Kwa hiyo haifai kuweza kutoa hukumu kwa ndugu yako. Mitume pamoja na waja wema walikuwa na ikhlasi kubwa, lakini bado walikuwa wakiomba mwisho mwema. Vipi mimi na wewe hatuna ibada? Ibada zetu tunafanya ili tuonekane. Je, tunapata wapi muda wa kuweza kuhukumu watu wengine? Kwa hiyo tujiangalie sisi wenyewe. Jiangalie wewe mwenyewe, jifanyie tathmini mahusiano yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Omba mwisho mwema, na unapoomba mwisho mwema epuka kutoa hukumu kwa watu wengine, kwa sababu hatujui kesho imebeba kitu gani. Unaweza kujiona bora leo, lakini mwisho wako ukawa ni mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na mwisho mwema. Allah illa Allah, la ilaha illa